Itainuka Kenya, itasimama Kenya, itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Mimi ni Mkenya mzalendo daima. Leo hii tumekuja kuhutubia taifa, ikiwa ni mkutano wetu wa wanahabari wa mwisho wa mwaka huu, tunapokaribia siku kuu ya Krismasi, leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi huu wa Disemba. Na kisa na maana leo ni kuangazia, je, ni mambo yepi ambayo serikali imeweza kufanya kwa mwaka huu kuwafaidi wa Kenya. Lakini kabla ya hayo, ni vizuri kusema kwamba ofisi ya msemaji mkuu wa serikali jana usiku iliweza kutuzwa kipawa kizuri sana hapa, hii zawadi award kubwa sana, mambo ya inclusive public communication, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaweza kuwasiliana vizuri na watu ambao wana ulemavu na kuwajumuisha katika mawasiliano yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri zaidi, na nafikiri niseme kwamba hii ndio award yetu ya 4 mwaka huu. Umepata ya Bonga na Gavasa na Sports, na pia hii na nyingine kutoka kule kunaitwa Kuala Lumpur Malaysia, na pia ingine ya kimataifa, 2 za kimataifa na 2 za hapa Kenya. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba tumeweza kupiga hatua kubwa sana kama ofisi ya msemaji mkuu wa serikali tangu tuweze kuanzisha hii ofisi tena upya miaka 2 iliyopita, tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2023, na tayari tumeweza kukua kiasi kikubwa kutoka watu 7 peke yake mpaka sasa hivi tuna mfanyikazi 65. Kwa hivyo mimi mwenyewe legacy yangu kama msemaji mkuu wa serikali ni kuhakikisha kwamba hii si ofisi ya mtu mmoja, ni taasisi ya kiserikali. Na nafikiri hilo jambo limeweza kusikika vizuri, that we have actually been able to win several awards. Yesterday we got the Inclusive Public Communication Award from the National Gender and Disability Inclusion Award, National GEDI Awards, and this is our 4th award. We also won Semana Sports Bonga na Gava from Bobea Leadership Award. Also we won 2 international awards, World Civility Awards, and also Young Laureates Award, because of the kind of work that we've been able to do. So that shows really that we've been able to do quite a lot. And in fact, these are 7 awards since this office was re-established within the executive office of the president. And my legacy as the government spokesman is to institutionalize it. It was only having about, the spokesman and his support staff, but now we're about 65, because it should be an institution that is able to help in the coordination of government communication, all of us. So this is really commendable. Today, we are focusing on the Government of Kenya's Scorecard 2025, and the whole idea is about transforming lives, from bottom up to first world. Kwa hiyo tunataka kuangalia ni vile ambavyo tumeweza kufanya kama serikali kuweza kuwainua Wakenya kutoka chini mpaka tuwe katika nchi ambayo iliendelea kama vile Singapore, Malaysia na zinginezo, kwa sababu hilo linawezekana. Na mara nyingi wakati tunasema hilo, watu wanashangaa nini ambacho tunachokisema. Jana usiku rais mwenyewe ameweza kuzindua karibu nyumba 8,000 ambazo amewapatia watu ambao walikuwa wanaishi katika hali ya umaskini, hali ya uchochole, katika vindogoji duni, walikuwa wanaonekana kwamba hawafai. Sasa hivi ukiangalia kule Mukuru imekuwa sasa ni city. Hilo ndio jambo ambalo ukiangalia zaidi linaonyesha kwamba tunaweza kubadilisha nchi yetu. Na ikumbuka kwamba Singapore pia wanaweza kusema kwamba ilikuwa ni nchi ndogo, lakini pia angalia Uchina wakati Deng Xiaoping alipokuja na akasema kwamba haijalishi kama ni panya ama ni nini, haijalishi kama paka ni mweusi ama ni mweupe, kile kinachojalisha ni kwamba huyo paka anaweza kumshika panya. Na hilo ndio jambo ambalo pia tunasema hapa hivi, haijalishi vile ambavyo tuko sasa hivi kama nchi, lakini tunaweza pia kuwainua watu wengi kutoka katika umaskini. Na watu wanauliza itakuwaje? Ukiangalia kwa mfano sekta ya kibinafsi, Kenya ndio imekuwa zaidi kwa kiasi kikubwa katika bara la Afrika kushinda hata nchi zile zingine ambazo zimeendelea, Nigeria, Afrika Kusini. Hilo ni ukweli kwamba Kenya sasa pia imeorodheshwa
kwa ukuaji mkubwa sana wa sekta za kibinafsi. Pia ukiangalia hata mikopo ambayo Wakenya sasa hivi wameweza kukopa ilikuwa ni 3%, chini zaidi, lakini sasa hivi unaona tumeenda mpaka 6%. Unaona kwamba Wakenya wengi wanaweza kupata, na pia kuna wengi sana ambao wamejumuika, ambao wameingia katika kiwango cha wastani, middle class, ambao wameingia wengi ukilinganisha na vile ambavyo tulivyokuwa hapo awali. Nchi hii tangu mwaka huu tunaona zaidi ya kazi milioni 2 zimeweza kubuniwa kutokana na mfumo wa kiuchumi ambao tuko nao sisi kama serikali. Ni jambo ambalo ni vizuri kulisifia kwamba vijana wetu zaidi ya milioni 2, wengine wanafanya kazi ughaibuni, wengine wanafanya kwenye mtandao, wengine wanafanya katika affordable housing, nyumba za bei nafuu, wengine wameandikwa kama walimu, wengine wameandikwa kama polisi. Watu ambao wamejumuishwa, ambao wamepata kazi ni watu zaidi ya milioni 2, ambazo tunaweza kuangalia kwa takwimu, tunaweza kuzihesabu. Kwa sababu watu wengi wanauliza, je, tuliweza kuahidi tutapengeza kazi zaidi ya milioni 1 kila mwaka? Ndivyo, tumeweza kusukumana. Tulikuwa na changamoto wakati tulipoanza pale sana, lakini sasa hivi unaona kwamba mambo yameenda kuwa salama. Mfumuko wa bei pia umeweza kupunguka kwa kiasi kikubwa kutoka 9.6 mpaka 4.6, na tunaendelea kuangazia kumaanisha kwamba sasa hivi kuna uwekezaji mkubwa kabisa. Kenya peke yake imeweza kukua kutoka ya 8 Afrika, katika bara la Afrika mpaka ya 6. Na ukisikia kusini kwa jangwa la Afrika ujue kwamba tunasema kuhusu watu weusi ambao wamejitawala, ni tuko nambari 3, na hilo ni jambo zuri zaidi, kwa sababu Afrika tangia Ghana iwe uhuru mwaka 1957 tumeweza kujitawala sasa kwa miaka 68. Kwa hiyo kumaanisha kwamba tunasonga mbele, na ulimuona kwamba Rais Mahama alikuja hapa wakati tunasherehekea jamhuri, na Mheshimiwa William Ruto akatoa kauli mbiu kwamba sasa hivi tunafaa kuwa na uhuru wa kiuchumi, economic freedom. Watu wanashangaa, wanasema kwamba tulikuwa tunasema bottom up, sasa ni mambo ya Singapore. Acha nielezee vizuri. Ukiangalia mpango wote, mfumo wote wa bottom up, mfumo huu umeelezea kinagaubaga vile ambavyo umewainua wananchi kutoka chini utawaleta juu. Na utaniuliza kivipi? Mwanzo ukiangazia vizuri kabisa, jambo ambalo tumeweza kulisisitizia sasa hivi, ndugu zangu, ni kwamba wale watu ambao walikuwa hawana makao sasa wana makao, na tutaendelea hivyo. Zaidi ya nafasi za ajira 1428 ambazo zimeweza kutengezwa kutokana na mambo haya. Hiyo ni bottom up kabisa. Lakini ukiangalia katika karibu kila maeneo bunge yetu, ukiangalia katika maeneo gatuzi yetu, kila mahali kuna nyumba ambazo zinajengwa ilmuradi kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuwatoa watu katika hali ya uchochole na tunaweka pale. Na ukiangalia sio tu kujenga nyumba, ni kumpatia huyo mtu hadhi, ni kumpatia mtu huyo heshima, ni kumpatia huyo mtu nafasi ya yeye mwenyewe kuweza kujiamini, kuweza kuwa mtu ambaye anasifika. Jambo la pili, ukiangalia katika mfumo wetu wa afya, kuna wale wanasema haufanyi namna, lakini kwa kweli kwa mara ya kwanza zaidi ya Wakenya milioni 27 wameweza kuorodheshwa katika bima ya umma ya kwanza. Na utakumbuka kwamba hata wale CFPs, wale ambao ndio wenyewe wanaingia katika manyumba yetu, wametembelea zaidi ya manyumba milioni 8.9. Sasa hivi pia hata wao wanapatiwa ile shift, wanakuwa covered. Hata wale ambao hawawezi hata kujimudu milioni 2.3 pia wao wenyewe sasa hivi wanalipiwa bima na serikali kwa shilingi 660 kwa mwezi. Na pia jana tu rais pia ameorodhesha wengine 1200, ametoa kauli mbiu akasema kwamba watu 1200 kwa jamii chache pia waweze kuhusishwa katika mpango huu ili waweze kuwa pia wao wanafaidika. Huo ndio mfumo wa afya. Tulikuwa na migogoro ya watabibu wetu walikuwa wanasumbukana, tuliweza kusuluhisha hilo. Tumeweza kuhakikisha kwamba wale watu ambao walikuwa wanahusika na ukora katika mipango yetu katika hospitali zetu wameondolewa katika sajili rasmi, na pia hususan zaidi ya hospitali na zahanati 10,000 zimeweza kuorodheshwa katika mpango wetu wa SHA taifa kama ukipenda. Pia zaidi ya hapo
Wale ambao wana saratani tumeongeza fedha kutoka shilingi 1400 mpaka shilingi 1800 wakati wamedhurika. Hilo ni jambo ambalo ni zuri zaidi, na ikumbuka kwamba sasa hivi kuna wengine wamepiga kelele, tumepata zaidi ya bilioni 200 kutoka ufadhili wa Kimarekani kuhakikisha kwamba tunasaidia sekta yetu ya umma, hususan hospitali zetu. Najua kuna mashirika yasiyo ya kiserikali